husika ndani. Hivi vigezo viwili, na sidhani kama kuna mtu anaweza akavikosa katika sisi na wale wenzetu ambao wako nje hapa. Mheshimiwa Naibu Waziri, katiba ya TALTA imeainisha aina 4 za wanachama wa TALTA ambao ni full membership kwa ajili ya wanachama wa kawaida, affiliate membership kwa ajili ya wanafunzi, associate membership kwa ajili ya Mtanzania ambaye haishi ndani ya Tanzania kwa sababu labda ya makazi, masomo au sababu nyingine yoyote, na mwisho ni honorary membership kwa watu kama kimebaini mchango wao uliotoka kwenye ukuaji wa sekta ya logistiki na usafirishaji pamoja na chama. Mpaka sasa, Mheshimiwa Naibu Waziri, honorary tunaye mmoja tu ambaye ni Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, Waziri wa Uchukuzi. Sasa nije kwenye lile jukumu ambalo limenileta hapa, yaani kusema nini TALTA imefanya katika kipindi kutoka kimeanzishwa mpaka sasa. Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba sasa nijikite kwenye ile eneo ambalo nimesema TALTA imefanya kutoka ilipoanzishwa na imepanga kufanya nini katika kipindi cha mwaka angalau mmoja ujao. Katika kipindi cha mwaka mmoja kutoka kuanzishwa kwa TALTA, chama imefanya ifuatayo: moja, kufanya mkutano wa kwanza wa wataalamu uliofanyika katika ukumbi huu tarehe 9 Novemba 2024 ambapo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi. Mbili, kufanya mkutano mkuu wa wanachama mmoja wa kawaida, annual general meeting, na mikutano miwili ya dharura, special general meetings, ili kutatua matatizo ambayo yalikuwa yamejitokeza kidogo. Sisi tunaamini katika kufanya kazi zetu kupitia katiba, na pale tunapoona kuna changamoto fulani basi tunaitana kupitia special general meeting na kufanya maamuzi. Lakini tatu, Mheshimiwa Naibu Waziri, kukitambulisha chama kwenye taasisi za umma chini ya sekta ya uchukuzi na taasisi wadau wa sekta kama vile bima na kadhalika. 4, kuandaa mpango mkakati wa chama wa miaka 5 kama nyenzo kuu ya utendaji kazi wa chama chetu. Kushiriki shughuli nyeti ya wizara ya uwasilishaji wa bajeti yake bungeni ya mwaka wa fedha 2024/25. 6, kuandaa na kushiriki katika vipindi kadhaa kwenye vyombo vya habari kama vile TBC, ITV, Wasafi FM, Bongo FM na online media kwa lengo la kujitambulisha na kuwaelesha wananchi masuala kadhaa yanayohusu namna bora ya utoaji huduma za usafirishaji. 7, kutoa mafunzo ya siku 4 kwa maafisa usafirishaji, transport officers, kutoka taasisi kadhaa nchini kwenye eneo la Fleet Operations Management, na yamekamilika jana mafunzo haya tarehe 8 Mei 2025, na baadhi ya washirika wa kozio wako hapa mbele yako. Mafunzo haya tumeyatoa kwa washiriki 60 na tumeyafanya kwa kushirikiana na Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, na ilenga kupunguza gharama za uendeshaji wa taasisi za umma na za binafsi. Kwa bahati mbaya, Mheshimiwa Naibu Waziri, hatukuwa tumeenda sana kwenye taasisi za sekta binafsi, kwa hiyo ushiriki wake ulikuwa ni wa watu 2 tu. Tunategemea kwenye siku zijazo, kozi zijazo, kama hii ya Fleet Operations Management, tutapata watu kutoka sekta binafsi. Lakini 8, kutoa tuzo kwa viongozi wetu wenye mchango uliotukuka wa kuendeleza sekta ya uchukuzi, aidha kwa kutoa tuzo kwa wataalamu binafsi na taasisi za umma na za binafsi kwa kuchangia utoaji wa huduma za usafirishaji uliotukuka. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa sasa chama kinaendelea na maandalizi ya kutekeleza mambo yafuatayo katika kipindi cha mwaka mmoja au zaidi, kutegemeana na mpango mkakati wetu. Lakini mawili makubwa ni yafuatayo. Kwanza, kufanya utafiti mdogo kubaini tatizo la usafiri jijini Dar es Salaam wa mwendo kasi, na itatoa ushauri nini kifanyike
ili kuondokana na kero ambazo wananchi wa jiji hili wanakumbana nalo, hususan kwenye awamu ya kwanza ya mwendokasi. Chama kipo tayari kufanya tafiti ndogo na kubwa itakapoombwa au itakapobaini kuna changamoto ambayo inatakiwa kupatiwa majibu kwenye eneo la logistic na usafirishaji. Pili, chama kinataka kuendelea na mipango ya kufanya sherehe ya World Bicycle Day, ambapo kwa mwaka huu chama kitasaidia wanafunzi wa kike ambao wana tatizo la kukaa mbali na shule wanazosoma, na hivyo kujikuta wanapata changamoto ya muda wa kujisomea kuwa mdogo, labda asubuhi anatumia saa 1:30 kwenda shule na saa 1:30 kurudi nyumbani, masaa 3 yanapotea. Kwa hiyo nampunguzia kidogo muda wa kujisomea. Alafu na changamoto nyingine ni ile ya kurubuniwa na vijana, haswa wale waendesha bodaboda. Kwa shughuli hii tutawaalika taasisi za umma na za binafsi na tutawaomba mshiriki kikamilifu. Ni swala ambalo linajenga kitu fulani kikubwa sana kwa mustakabali wa nchi yetu. Ukimsomesha mama, umesomesha taifa. Ukimsomesha mama, zoezi hili tunalenga kuisaidia serikali ambayo imeboresha mazingira ya kusomea, lakini wanafunzi wake hawana mazingira rafiki ya kuipata elimu kutokana na umbali wanaoishi kutoka shule hizo zilizoboreshwa. Maana yake hizo baisikeli 200 sio tu kina mama, lakini vile vile vijana wanaume watakaobainika wana tatizo, labda wazazi wamefariki, hawana hela kuchukua bodaboda, wanakaa mbali na shule, nao watanufaika. Haya ndio malengo ambayo tumeyapanga kuyafanya, mawili, lakini sio mawili, yako mengine mengi. Haya ndio pertinent issues kwa sasa. Sasa naomba nitoe pongezi zifuatazo. Chama kinatoa pongezi kwa serikali na sekta binafsi kwa kutekeleza kwa vitendo maoni yaliyotolewa na TALTA ya kuunganisha huduma za SGR na mabasi ya masafa marefu. Kwa sasa mabasi yanayokwenda Mwanza, Musoma na Bukoba kutoka Dodoma yanasubiri wasafiri kutoka Dar es Salaam, Morogoro na mikoa mingine kufika Dodoma kupitia huduma za SGR. Kisha wanapanda mabasi na kuendelea na safari zao kuelekea Mwanza, Musoma na Bukoba. Maana yake nini? Basi linapotoka Dar es Salaam saa 12 linafika Dodoma saa 8:30. Lakini kwa treni wanafika saa 4. Kwa hiyo kwa kuchukua pale mabasi saa 4 kuelekea Mwanza watakuwa wamesave masaa 4 au 4:30 ya safari kama wangeenda moja kwa moja mpaka Mwanza. Na kwa misingi hiyo watafika mapema Mwanza saa 12, 12:30 badala ya kufika usiku saa 4:30 kwenda mbele. Hii tunaomba tutoe pongezi kubwa sana kwa sekta binafsi kwa kuzingatia huu ushauri ambao tulikuwa tumeutoa. Tumejionea mfumo mpya wa tiketi mtandao, Safari Ticket, uliotengenezwa na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA, ambao umeunganisha tiketi za mabasi na treni za mwendokasi wa kawaida. Hii imepunguza kwa kiwango kikubwa muda wa kusafiri kama nilivyosema kutoka Dar es Salaam kwenda hiyo mikoa masafa marefu. Naomba sasa nijikite kwenye kutoa shukrani kwa walezi wetu wawili wakubwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa niaba ya wanachama wote wa TALTA, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Wizara ya Uchukuzi unayoiongoza kwa ushirikiano mkubwa tunaopata na hivyo kuwezesha shughuli za chama kufanyika kwa wepesi. Aidha, kwa kipekee tunaushukuru uongozi wa NIT
kwa kutupatia ofisi na kutupa malezi ya kipekee, na kwa ushirikiano wa utoaji wa mafunzo kwa ajili ya hawa ambao nimesema kwenye ile eneo la Fleet Operations Management kama kozi ya kwanza. Rai yangu ni kwamba vyuo vingine kama vile chuo cha bahari Dar es Salaam DMI, chuo cha Bandari College na chuo cha reli Tabora tushirikiane kwenye utoaji wa kozi fupi fupi zinazoongeza uweledi na utendaji kazi wa wataalamu wetu. Tukumbuke uzoefu unatija sana kuliko tu ile elimu ya darasani. Elimu ya darasani inakupa wewe technical know-how ya kufanya vitu kwa weledi, lakini unapoingia kwenye utoaji utendaji kazi unakutana na changamoto kadhaa. Unapo sharpen your mind on how best to offer services, ni kitu kikubwa sana. Sasa kwa mtu ambaye ana uzoefu wa miaka 30 kwenda mbele, amestaafu, afu ukamtumia sasa katika kwa shape wataalamu wako ndani ya taasisi yako ya sekta ya umma au sekta binafsi, utapata kitu kikubwa sana kuliko uanze wewe tena kusoma. Wakati mwingine alishapata hiyo challenge, anakuambia hapo tuna solve hivi na hivi. Kwa hiyo NIT tunashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, tumekualika kwa ajili ya kutoa tuzo na kuzindua chama chetu. Kubwa ni kuzindua chama chetu, na leo kuna tuzo za aina 4 ambazo utazitoa. Kuna tuzo ngazi ya taifa. Kwa misingi ya chama kitatoa tuzo kwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Waziri wa Uchukuzi na Katibu wa Uchukuzi, kwa sababu ambazo zitaelezwa, sitaki kuzisema sasa. Nasema tu zile ngazi za tuzo. Lakini tuzo ngazi ya pili ni kwa taasisi za umma ambazo zimefanya vitu ambavyo kidogo tunaona tusinyamaze kimya kama chama, tupige kelele, wananchi wajue tumebaini kitu fulani kwenye taasisi fulani. Lakini tuzo ngazi ya tatu ni kwa sekta binafsi. Kwa sekta binafsi kuna tuzo ambazo tumezitoa, tumezipendekeza sisi chama kuzitoa, na ni kazi ya naibu waziri kuzitoa hizo tuzo. Lakini vile vile tumewaangalia watu binafsi ambao wamefanya kazi ya kutukuka ndani ya sekta yetu ya usafirishaji. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri, tuna tuzo za ngazi hizo 4. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Waziri, wa taarifa yangu ya chama chetu kwako, naomba kukushukuru wewe binafsi na waalikwa wote kwa kufika katika mkutano wetu huu wa uzinduzi wa chama cha wataalamu wa logistics na usafirishaji. Na nitoe rai kwenu sasa, kwa sababu sitapata fursa nyingine, ya kuwaomba wataalamu wote wa sekta ya usafirishaji mjiunge na chama chenu cha TALTA. Kina mambo makubwa, na bodi itakapoanzishwa ya usajili wa wataalamu wa logistics na usafirishaji, msingi wake utakuwa ni hiki chama. Ukiingia, tutashirikishana elimu, ujuzi, uzoefu, na itakupa fursa fulani nyingi tu hapo mbele. Kipekee niseme sasa kwenu sekta binafsi, kupitia hizi special general meetings tunataka kuongeza aina ya 3 ya membership.
na ni vyema tukawaambia leo, kutakuwa na corporate membership. Wewe kama unamiliki kampuni binafsi, kule kumiliki tu kampuni binafsi inakupa kampuni yako haki ya kuwa mwanachama wa chama chetu. Kwa hiyo tutawakaribisha sana pale katiba yetu tutakayoboresha na ikasomeka hivyo. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa kunisikiliza, na tunakukaribisha kwenye shughuli ya kwetu kama ilivyopangwa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Makofi zaidi ndugu zangu, makofi zaidi. Tumesikia na maelezo ya makini kabisa kutoka kwa Rais wa TALTA, taarifa ya chama, yale ambayo yameshafanyika, mapendekezo yaliyotolewa, na pia vile vile nadhani hili jambo la utoaji wa tuzo ni jambo jema sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba tafadhali, kama ambavyo umeombwa na Rais wa TALTA, uweze kushiriki tukio hili ukiwa uko meza kuu. Kwa wale ambao tutawaita hapa mbele, tutaomba tafadhali mpande kupitia ngazi za upande wangu wa kulia ninavyoangalia, kushoto mnavyoniangalia, mpite mbele ya bendera hii nyuma yangu na mwelekee katika eneo la katikati, ambapo wapiga picha naomba niwaelekeze sasa muweze kukaa kwa namna ambapo mtaweza kupata picha nzuri. Kwa hiyo kuna zile ambazo rais atazitoa na kuna zile ambazo tutakuomba Mheshimiwa mgeni rasmi nawe uweze kuzigusa na kuzitoa kwa ambao tutawaita hapa mbele, na tutatoa maelezo mafupi pia kuhusiana na tuzo hizo. Maelezo mafupi sana. Kwa hiyo hili zoezi litakwenda kasi. Tupo tayari ndugu zangu? Haya. Naomba tafadhali meza kuu tusimame. Kwa heshima na taadhima naomba niwaombe tusimame. Naomba kamati yangu ya itifaki nanyi mwe tayari kwa tuzo ya kwanza kabisa, ambayo inakwenda kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano
naamini mtapiga makofi mengi anapopokea tuzo hii inayokwenda kwenye chuo chenu. Dokta, utatoka katika eneo hilo ukabidhi tuzo wakushikie, kwa vile bado kuna nyingine ambayo itapokelewa nawe. Tuzo kwenda kwa marehemu mzee Michael Sanga. Tuzo inapokelewa na chuo cha NIT kwa niaba ya familia kwa kuweka misingi imara ya chuo kinachotoa wataalamu wengi na wenye weledi mkubwa. Hapa naomba wanafunzi wote namba tafadhali msimame kwa heshima ya tuzo hii kwa mzee Sanga. Na kuomba Dr. Banyaki usonge mbele kupokea tuzo hii. Makofi yasisite. Na hakika huko alipo Mwenyezi Mungu alipomstiri mzee wetu atakuwa amefarijika zaidi. Asanteni, karibuni mkae, Mungu amweke pema peponi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea na hizi zinazoendelea ni za kusisimua sana. Tuzo hii inakwenda kwa Super Fast kwa kuleta mapinduzi katika kutoa huduma bora ya usafiri wa abiria nchini kwa muda mrefu. Naomba tumkaribishe Bi Halima Mbwana mbele kupokea. Naomba tupige makofi mengi sana. Sana. Alright. Tutakuomba ndugu Raymond Samson ambaye upo ndani ya ukumbi uweze kupokea tuzo hizi mbili kwa kuleta mapinduzi katika kutoa huduma bora ya usafiri wa abiria nchini kwa muda mrefu kwa mashirika mawili, makampuni mawili, Abood Bus na Shabibi Bus. Na tafadhali tupige makofi mengi sana. Wengi wetu ni wasafiri wa muda mrefu wa Shabibi na Abood kwa njia zake mbalimbali nchini. Bwana Raymond Samson, naomba tafadhali upokee tuzo hizi mbili. Tumeanza na Abood na sasa narejea kupokea Shabibi. Wote tunaifahamu TPA, Tanzania Ports Authority, kwa kubadili mamlaka kuwa shindani katika ukanda huu wa bara la Afrika. Bwana Hafidh Njovu, naomba tafadhali usimame kwa heshima, panda jukwani upokee tuzo kwa ajili ya TPA. Na tupige makofi mengi sana. Karibu Bwana Njovu. Leonard Magomba amenisahihisha kwa jina, naomba tupige makofi. Asante sana. Kwa kuhamia kwa vitendo uboreshaji wa miundombinu ya reli nchini, hususan ujenzi wa reli ya kiwango cha kisasa Standard Gauge Railway, wengi tunasafiri na SGR, bana yake ndio hiyo. Naomba tafadhali tupate uwakilishi kutoka TRC. Ndugu Masawe ndio jina ambalo nimekabidhiwa. Naomba uje mbele tafadhali upokee tuzo hii. Na sifa zake tumezielezea kwa makofi mengi sana. Na tumesikia hapa mpango mzuri kabisa ambao umeshirikisha sekta binafsi katika usafirishaji wa mabasi. SGR inapofika Dodoma, basi wale wasafiri kuelekea kanda ziwa huko wanapunguza muda wako njiani. Hongereni sana. Hii tuzo ni muhimu sana kwa leo, mabibi na bwana. TALTA inakupongeza kwa umahiri wa kutosababisha madhara ya vifo katika ajali iliyosababisha madhara kwako mwenyewe binafsi.
na pia kwa uthubutu wa kufanya kazi ya udereva inayoaminika kuwa ni shughuli ya wanaume. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimpandishe jukwani kwa mara nyingine tena, hapo awali sikumtambua, Bi Halima Mbwana, dereva mwanamke wa basi la Super Feo aliyepata ajali. Kama mlisikia hizo taarifa, na naona katika nyuso zenu wote mnamwangalia kwa makini sana, basi mumshangilie. Wakina dada na makofi na vigelegele tafadhali. Sijavisikia vigelegele tafadhali. Kwa mara nyingine tena, au wanafunzi mainjinia nyinyi hamna vigelegele? Hebu mbele tafadhali. Hebu tujaribu vigelegele basi tafadhali. Mwomba mshangilieni mwanamke mwenzenu. Namna hiyo, namna hiyo. Katika ajali hiyo ambayo hatumeelezea vizuri hapa na uthubutu wake na kupunguza madhara yaliyoweza kujitokeza, yeye mwenyewe madhara aliyopata ni kwamba amekuwa sasa na ulemavu wa mkono. Tutatoa maelezo zaidi hapo baadaye kidogo. Tupigie makofi kwa mara nyingine tena. Mwanamama mwingine ambaye ana heshima kubwa sana ni huyu, ameonyesha kwa vitendo usimamiaji mahiri na uandaaji wa wataalamu wa sekta ya usafiri kwa njia ya maji. TALTA inampongeza mtaalamu mwanamke huyu mwenye uthubutu mkubwa, anaitwa Profesa Tumaini Gurumo wa chuo cha DMI. Mengi sana. Hayupo hapa nasi, anawakilishwa, hayupo hapa nasi. Naomba tafadhali mwakilishi wa DMI ujiongee mbele tafadhali. Naomba tupige makofi mengi sana. Makofi mengi sana. Tuzo ndio hizo. Hapo baadaye nitaomba wote mliopokea mtakuja mbele kupiga picha ya pamoja. Kwa sasa naomba ni waombe meza kuu mketi tuweze kuendelea na vipengele katika ratiba yetu. Rais wa TALTA, naomba urejee tafadhali, ukamilishe sehemu yako hii. Ile taarifa yako ilihusiana pia na tuzo hizi, na naamini kwamba tulizungumza uzinduzi tutaufanya baada ya hotuba ya mgeni rasmi, lakini hili neno fupi linalofuata kwanza linahitaji utangulizi wako tafadhali wa heshima. Tumpigie makofi Rais kwa mara nyingine. Mheshimiwa Naibu Waziri, nimesimama tena hapa mbele kwa sababu ya dadangu Halima. Dada Halima, disability is not inability. Kiswahili, ulemavu sio sababu ya mtu yote kukosa uwezo wa kufanya kazi. Pole kwa ulichokifanya kikubwa sana. TALTA kufanya ifuatavyo. Kwanza, itakuwezesha ili uwezo utakaoupata uweze kusimamia madereva wengine. Lakini kwa mamlaka niliyopewa kikatiba, nitapendekeza kwenye chama chetu upewe honorary membership number 2.
Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba kuwasilisha. Imependeza, haijapendeza? It is not inability. Naomba sasa basi shujaa wetu huyu tumkaribishe atoe neno lake fupi, tumsikilize kwa makini sana, na naomba tumshangilie sana hapokuja hapa jukwani. Yes, makofi mpaka afike hapa juu. Naomba hii ikupe motisha na Mungu akusaidie. Na wasalimu kwa jina la Muungano wa Jamhuri ya Tanzania. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutufikisha siku hii ya leo, sisi sote kwa na afya. Lakini pia napenda kuishukuru serikali ya Tanzania iliyo chini ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Na baada ya hapo napenda kumshukuru Naibu Waziri kwa kujumuika nasi katika hafla hii ya leo. Asante sana. Nipende kuishukuru TALTA, uongozi wote wa TALTA. Napenda kuwashukuru sana kwa kuona leo ninaweza kufaa katika hii hafla na kupata tuzo hizi zenye heshima kabisa, nikikabidhiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri kwa mapenzi na uono wenye nuru katika jamii yetu ya Kitanzania. Baada ya hapo napenda kuwashukuru Watanzania wote ambao mliniombea dua na mliumizwa na lile ambalo linikuta na bado mnaendelea kuumia, lakini mimi niwape moyo kwamba alhamdulillah katika yale Mwenyezi Mungu aliniepusha na mengine zaidi na akaniachia uhai, akaniachia afya ili niweze kupambana, baada ya hapo niweze kulea watoto wangu. Lakini katika hayo yote sijawa Halima wa baada ya kuwa na taaluma yangu ya udereva, bado naiishi, na dua zangu zilikuwa kuendelea kuiishi hii taaluma. Na alhamdulillah siku hii ya leo namshukuru sana Mwenyezi Mungu, naishukuru serikali ya Tanzania ya Mama Samia, nimeonekana katika hili na dua zangu zimeitikiwa. Sikutegemea kama wito huu leo utakuwa wenye manufaa makubwa kwangu. Sikutegemea kama mapenzi haya viongozi wa TALTA wangenionyesha surprise hii. Hawakuniambia haya yote, waliniambia tu tunakualika kwenye hafla yetu ukiwa kama kioo cha jamii cha taasisi yetu ya udereva, ili uweze kuwaonyesha wanawake wengine na madereva wengine katika hii taasisi ya udereva. Asanteni sana uongozi wa TALTA, Mwenyezi Mungu awazidishie kwa kila kitu. Nina mambo mawili ya kuzungumza kwa uchache wa muda. Jambo la kwanza, natoa wito kwa madereva wa kike, natoa wito kwa wanamama, natoa wito kwa wadada. Kazi ya udereva sio kazi ya wanaume pekee, ni kazi ya kila jinsia, mwanamke ama mwanaume. Lakini haifanywi kwa mwanamke kuiekti kama ni mwanaume, nikimaanisha kwenye stara. Unapoingia udereva, wewe mtoto wa kike, nenda kaiishi stara yako, kaonyeshe wema wa kike. Mwanamke ni mama, mwanamke ana mapenzi, mwanamke ana huruma. Kaonyeshe yale yote. Kama ni kwa abiria, onyesha kwa abiria wako, na kama ni kwenye maroli, basi onyesha kwa mabosi zako
ama kwa wale watu ambao wanaweza kukutuma mizigo yao kupitia roli zao. Lakini pia wanawake wengi sasa hivi madereva Kusini, bado baada ya mimi kupata ajali hajatokea mwanamke kuja kurikava nafasi yangu. Mimi naomba atokee mwanamke arikave nafasi yangu. Hii taaluma naiishi na ni ndoto yangu. Wallahi naipenda sana. Na nikija kuona yupo mwanamke akarikava nafasi yangu kwa mazingira yoyote, nitajitahidi hata kwa kidogo nilichonacho na mimi nimpe tuzo. Ninaipenda sana hii taaluma ya udereva, ndio maisha yangu na bado ninaiishi. Unapokuja kuwa dereva wa kike, ili iwe story nzuri kwenye maisha yako kama ambavyo leo mimi imekuwa story nzuri kwenye maisha yangu, sikuweka dosari la heshima ya mwili wangu, sikuweka dosari la heshima ya mavazi yangu. Nilivaa stara mpaka siku napata ajali nilikuwa na stara, ndio maana sikudhalilika ile siku, alhamdulillah. Kwa hiyo nawahusia wanawake wote ambao sasa hivi ni madereva na ambao mna ndoto hii ya kuja karibuni, ila ninachowahusia, msivae vibaya, msiwe matomboi, msiache kuvaa kama wanaume, kwa kuwa hili tukio ni linasababisha watu wahisi ni kazi ya wanaume. Tuvae stara, tujiheshimu, tuheshimu watu, tuthamini hata wale abiria ambao tunawabeba ndio mabosi zetu na ndio thamani yetu. Kwa kikubwa ni kuivaa stara, ndicho kitu ambacho nakiomba sana. Lakini jambo la pili, ninakuomba naibu waziri, tasnia ya madereva bado haijapata mtetezi. Naibu waziri, naomba uendelee kupigania tasnia hii, kutafuta mtetezi wa madereva ili kuweza kuondoa stress za madereva, kuepuka zile ajali. Dereva ana kazi ngumu sana na anapitia magumu sana. Atoke ofisini amekwazana na bosi wake, aje barabarani akutane na truki, aje kwenye basi, mfano basi, akutane na abiria wake, na walori akutane na bosi wa mzigo wake, aje kwa LATRA akutane na VTS. Anakutana na mambo mengi. Nyumbani ameacha mume au mke, anakutana na stress zake. Na yule ni mwanadamu pia, anakutana na mambo mengi. Linapotokea tatizo, lijaribu kufuatiliwa tatizo hili limesababishwa na nini, basi hakika madereva wahukumiwa kwa haki zao. Mimi naomba kabisa Mheshimiwa Naibu Waziri, hili lifike mezani, madereva wathaminike, wapewe heshima zao, kulipwa kwa wakati, kulipwa kwa makubaliano, mikataba ya kazi, na matajiri kujiunga kwenye mifuko ya malipo ya wafanyakazi, mifuko ya fidia ya wafanyakazi, mfano WCF, NCCF, vitu ambavyo baadaye havitakuja kuwagombanisha kati ya madereva na wafanyakazi, kama ambavyo leo mimi na tajiri yangu hatujawa story kwenye mitandao ya jamii, Omari Superfeo. Namshukuru pia kwa kile ambacho alikionyesha kwangu, japo hakikuwa kikubwa, lakini bado kinanisaidia katika maisha yangu kupitia mfuko wa WCF. Nawashukuruni sana Watanzania kwa kila kitu kwenye maisha yangu. Asante sana. Haya, tumshangilie kwa mara nyingine tena. Na TALTA, hongereni sana kwa kumzingatia, na mimi nadhani Mheshimiwa nimemsikia kiongozi tayari kwenye sauti yake, kwenye mawazo yake, huyu tayari ni kiongozi. Kwa mafunzo atakayoyapata na uzoefu aliyoupata pia vile vile, nadhani utaweza kuwaongoza wenzako vizuri pia. Sawa. Na sijui kama teknolojia za leo zinaweza zikakupatia prosthetic ambayo inaweza kukutengenezea extension kwenye mkono. Hilo pia ni jambo la kuliangalia, labda wataalamu wetu wanaweza wakaliangalia pia. Haya, sawa. Mimi kuna sehemu na wajua watu wanasaidia hayo mambo, nafanya events, nitawaunganisha na wewe basi waweze kuangalia watakusaidia vipi. Okay, hongera sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakaribia karibu na hotuba yako wewe na pia uzinduzi, na wakati huo tuna shauku nao kubwa sana. Tusikie basi ujumbe ufuatao, mabibi na bwana, kutoka kwa, ilikuwa hapa ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini. Naomba tafadhali mwakilishi
aweze kuja hapa mbele tuweze kukusikiliza. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa David Kihenzile, Mbunge, Naibu Waziri wa Uchukuzi, ndugu Alphonse Mwingira, Rais wa TALTA, ndugu Andrew Magombana, mwakilishi wa Katibu Mkuu Uchukuzi, ndugu Josephat Msomi, Katibu Mtendaji wa TALTA, ndugu wawakilishi kutoka kwenye taasisi na kampuni mbalimbali, wanachama wa TALTA, mabibi na mabwana, habari za mchana. Kwanza Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Naibu Waziri Uchukuzi, nianze kukupongeza wewe binafsi na wizara kwa ujumla na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo tunaona kasi ya mabadiliko na maendeleo ya sekta ya uchukuzi. Tunaona maendeleo ya ununuzi wa ujenzi wa miundombinu, ununuzi wa vitendea kazi, tunaona meli, tunaona treni, tunaona mabadiliko ya sekta ya barabara kwa maana mabasi, tunaona mabadiliko makubwa, na hii ndio iliyochochea uanzishwaji wa TALTA kufanya kwamba tunahitaji sasa kuwa na taaluma hii ili iweze kuongeza mchango wake. Kwa tunaipongeza sana serikali. Lakini pili, ni kushukuru Naibu Waziri kwa kukubali ombi la TALTA kuja kuzindua chama hichi rasmi siku ya leo ya tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2025. Tunajua ulikuwa na majukumu mengi, na kwa heshima ya tukio hili umeweza kuacha yote kuweza kuja kuzindua. Tunakushukuru sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri, tunafahamu umesikia malengo makuu yaliyosemwa hapa na Mheshimiwa Rais wa chama chetu kuhusu mustakabali wa sekta kama mchango wa chama, malengo makuu manne. Sisi kwa niaba ya bodi ya wadhamini wa chama cha TALTA tunakuahidi tutakisimamia chama ipasavyo na kwamba malengo hayo yatafikiwa. Lakini pili, tutahakikisha ya kwamba chama hiki kinatekeleza majukumu yake ndani wa malengo yake na katiba yake, na kinatoa mchango unaohitajika na tarajiwa kwa wadau wake ikiwemo serikali na sekta binafsi. Na kama ulivyomsikia rais wa chama, chama hichi kiko tayari kutoa mchango wake kuhakikisha mabadiliko, maendeleo na mchango wake unaleta tija kwenye sekta yetu ya uchukuzi. Kwani tunaamini kwamba kushirikiana na serikali tutaendelea vizuri zaidi, tutapunguza ajali kwa mchango wetu kufikia tafiti na ushauri mbalimbali, lakini vile vile na mafunzo kama alivyoainishwa na Rais wa TALTA. Kingine pia ni washukuru wadau wote waliosapoti chama kutimiza majukumu yake ikiwemo siku ya leo, ufadhili na kadhalika. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tunasema asante. Mwisho kabisa ni kushukuru tena Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kutenga muda na kuja siku ya leo. Tunachoweza kusema tunakutakia kazi njema na afya njema kwenye utekelezaji wa majukumu yako. Asante sana. Asante ndugu Godless Msomanje, mwakilishi wa bodi ya udhamini. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Naomba sasa nimkaribishe ndugu Andrew Magombana, mwakilishi wa Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi, kwa neno lake, na naomba tumpigie makofi ndugu Magombana. Ndugu zangu, ametusaidia sana kama kamati katika maandalizi na katika matukio mbalimbali ya wizara. Kaka, asante kwa kuwa mwongozo bora na kiongozi bora. Tunafanikisha, kazi inaendelea kwa sababu ya ari ulionayo. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kushukuru MC kwa kanipigia kampeni. Mheshimiwa David Kianzile, Naibu Waziri Wizara ya Uchukuzi, na meza kuu, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri, kama ulivyosikia hapo awali, hiki chama kinaongozwa na rais, lakini mwenye ara ndogo, si ndio jamani? Lakini rais leo amesindikizwa na wadau wengine. Mheshimiwa Waziri, humu ndani tuna marais wengine wawili, tungependa kukutambulisha kwao. Kwanza tuna ndugu Chuki Shabani, naomba usimame unyoshe mkono. Huyu ni rais au mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa malori madogo na ya kati. Lakini pia tuna rais mwingine ndugu Devota Mrope, tunaomba usimame kule. Mheshimiwa Waziri, huyu rais ni maarufu sana kama umefuatilia vyombo vya habari kwa miaka miwili hii. Huyu ni rais wa chama cha watunza kumbukumbu Tanzania, au maarufu kinaitwa Trampa. Nafikiri wadau wengi mmeona kwenye mitandao Mheshimiwa Rais amekuwa mgeni rasmi kwenye shughuli zao zaidi ya mara moja, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa tunawashukuru sana kwa kuja kutunga mkono. Tunafahamu TALTA ni chama kipya na kinahitaji kubebwa na viongozi wengine. Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya ndugu Profesa Godius Kayarara, Katibu Mkuu wa Wizara ya Uchukuzi, tunaushukuru uongozi wa chama chetu cha TALTA kwa juhudi kubwa walizozifanya na kufanikisha shughuli hii muhimu. Mheshimiwa Waziri, kama alivyosema rais wa TALTA, wizara ilipokea maombi ya TALTA mwanzoni mwaka jana, na wizara ilitoa udhamini ili kichama kiweze kusajiliwa. Kwa sababu moja tu, tunafahamu serikali imekaa kama tairi la baskeli, lina spoku mbalimbali. Bwana Chuki na vyama vingine vilivyopo hapa, kuna TATOA, TAMSTOA, SIDAT, tuna taasisi kama LATRA, TASAC na nyingine. Hawa ni wadau wa serikali kwenye tairi la baskeli. Sasa kwenye sekta yetu tulikuwa tunakosa spoku moja ya wataalamu wa uchukuzi na logistic. Tunafahamu hawa wanaajiliwa maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Waziri, pale wizarani una jeshi la watumishi 200. Wale ni maafisa usafirishaji. Lakini wadau wengine pia wanao wadau, wanao wataalamu. Sasa wataalamu wote walikuwa wakikosa chama cha kuwaunganisha ili waongee kwa sauti moja. Kwa Mheshimiwa Waziri, leo unakuja kuzindua chama ambacho kitakuwa kikiwasimamia wataalamu, na tunaamini baada ya uzinduzi wako basi chama kitaenda kwa spidi ya Masawe, spidi ya SGR. Makofi kwao. Mheshimiwa Waziri, moja ya mambo yaliyozungumzwa na Mheshimiwa Rais wa TALTA ni kuwaunganisha wataalamu. Lakini chama hiki hakina budi kuhakikisha kila wakati kinajenga mahusiano yake na serikali. Maafisa usafirishaji wa serikalini wanasimamiwa na utumishi, ofisi ya Rais. Kwa chama lazima kifanye kazi na ofisi ya Rais utumishi. Lakini tuna halmashauri na wilaya katika nchi yetu nzima zina maafisa usafiri, lazima wafanye kazi na TAMISEMI, lazima wafanye kazi na LATRA na wadau wengine. Kwa hiyo tunawakumbusha kwamba kuzinduliwa leo sio gia kwamba wao wanajitegemea, ila ushirikiano wao sasa unatakiwa uwe maradufu ya walipotoka. Mheshimiwa Waziri, kwa kusema hayo machache, tunaamini leo tulikuwa na hotuba 2. Ya kwanza ilikuwa ni ya Rais wa TALTA, ya pili ni hotuba yako kuu, na hatutakiwi kuingilia. Basi kwa heshima na taadhima, naomba sasa nikukaribishe ili uweze kuongea na wadau. Karibu sana.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mmechoka eh? Maafisa usafirishaji mmechoka? Au sekta inaanza kuchoka kabla hata hamjazindua chama? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Ndugu Andrew Magombana, mwakilishi wa Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi. Ndugu Godlisten Masumanje ambaye ni mwakilishi wa bodi ya wadhamini. Ndugu Alphonse Mwingira, rais wetu wa chama cha wataalamu wa logistics na usafirishaji Tanzania, ambaye ndiye mwenyeji wa shughuli yetu leo. Daktari Nyaki Prosper, Dean wa faculty ya logistics na biashara pale NIT, wawakilishi kutoka sekta mbalimbali mliopata fursa ya kuwa na sisi leo kutoka sehemu tofauti tofauti, wakiongozwa na mdhamini wetu TASAC, chuo cha usafirishaji, shirika la reli nchini, TPA, DMY na taasisi zingine ambazo pengine sikupewa listi yake hapa. Wawakilishi kutoka kwenye sekta binafsi ikiwa ni pamoja na makampuni ambayo nimeambiwa yapo, Shabibi, Superfeo, Abudi na wengine. Lakini pia nipata faraja kuona kwamba tuko na marais wadogo hapa, kiongozwa na rais pia mwingine wa wamiliki wa maroli ya kati na madogo, lakini pia rais wa watunza kumbukumbu wote katika nchi hii ya Tanzania, wanachama chama cha wataalamu wa logistics na usafirishaji, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habarini ya mchana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. La kwanza, mimi nimetambulishwa, naitwa David Kienzile, ni naibu waziri wa uchukuzi na ni mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini mkoani Iringa. Niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha mheshimiwa waziri wetu Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, ambaye ndiye alielekezwa kuja kushiriki kufuatia ombi la rais wetu wa TATA. Kwa kutumia nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa fursa sisi wote kuwa hapa leo, kwa sababu si kwa mapenzi yetu, imetokea tu tuko hapa leo, na wengine wametangulia, si kwa sababu walikosa, ila ni neema sisi tumeipata. Nitumie nafasi hii pia kushukuru uongozi wa TATA kwa kazi kubwa sana ambayo mmeifanya ya maandalizi ya shughuli yetu ya leo, na kazi kubwa ambayo mmeifanya ya kubuni jambo hili jema la kuanzisha chama kitakachokusanya wataalamu wa sekta ya logistics na usafirishaji nchini. Lakini wapongeze kwa mkutano mzuri mliouandaa leo, kwa maandalizi yote ambayo mmeyafanya. Na pia kabla sijasahau, pia nitawapongeza kwa ajili ya tuzo ambazo mmetupatia sisi kama serikali, kuanzia na mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ambaye ndiye mtendaji wa kila siku wa shughuli za serikali, waziri wetu na kiongozi wa sekta Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, Katibu Mkuu na wote ambao mmepata tuzo leo, niwapongezeni sana. Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa alitakiwa kuja kama nilivyosema, lakini akanielekeza nije nimwakilishe. Kama mnavyofahamu, majukumu yamekuwa ni mengi, na hivi ninazungumza Dodoma, nafikiri mnafahamu kinachoendelea, kuna bunge. Kutokana na uzito wa sekta hii na jambo hili mnalolifanya leo, hata bungeni leo sipo, ili kuja kushirikiana na nyinyi, kwa sababu waziri alisema nilitakiwa niende mwenyewe. Sasa kwa kuwa mimi nimebana na majukumu mengine, ni mtume nani aende akafanya kazi hiyo? Basi ikaniangukia mimi msaidizi wake, ili nije kuonyesha heshima kubwa ya jambo hili. Na mimi nitumie nafasi hii pia kumshukuru, kwa sababu kutumwa ni heshima. Ukiona bosi wako anakutuma, maana yake anakuamini. Na nyie wengi wenu ni vijana, lazima mjenge misingi imara ya kuhakikisha kwamba aliye juu yako anakuamini.
Tumeelewana vizuri? Ukiona hakutumi anaenda mwenyewe, kila kitu anaenda mwenyewe, ujue pengine na hakika wewe ukienda utaharibu. Lakini mimi bosi wangu anaamini nikiharibu ni ujinga wangu mwenyewe. Yeye anakuwa amenielekeza cha kusema na cha kufanya na kwa namna ya kufanya. Kwa hiyo nimshukuru sana kwa imani yake kubwa anaendelea kunipatia mimi kama msaidizi wake. Nitumie nafasi hii pia kuwashukuru washiriki wote ambao mko hapa kwa kuacha shughuli zenu za msingi na mkaamua kulipa heshima tukio letu hili la kihistoria. Naliita ni la kihistoria kwa sababu nchi yetu inaelekeza nguvu zake nyingi kwenye usafirishaji na logistics in general. Kwa hiyo chama kinapoanzishwa sasa, maana yake mnaenda sambamba na uelekeo wa nchi, sambamba na mikakati ya serikali. Ninyi mlipata bahati ya kufika leo, mna kila sababu ya kushukuriwa na kupongezwa. Mungu awabariki sana. Ndugu Rais, tumia nafasi hii pia kuwapongeza kama nilivyosema wadau wote waliopewa tuzo kutokana na ufanisi kwenye utoaji wa huduma za usafirishaji. Naamini tuzo hizi mlifanya consideration kubwa. Ukiona mpaka watu wamekaa wakatafakari wakasema tuzo hii tumpe fulani, ukiwa hujawaomba, hujawanunua, maana yake kuna jambo umeliona kwako. Sisi tuko hapa ndani tuko ngapi? Mmeona tumepata tuzo wote, hata mimi sikupata tuzo. Maana yake nyinyi mliopata wachache mnastahili pongezi hizo. Hongereni sana. Lakini kipekee nimpongeze Bi Halima Mbwana kwa kupokea tuzo inayotokana na utumishi uliotukuka akiwa dereva kwenye makampuni ya Superferry. Na hongera kwa kuokoa maisha ya watu wetu. Hongera kwa kukubali wewe upoteze kiungo, lakini angalau watu wetu waendelee kuishi. Mungu wa mbinguni hata kuacha, atakubariki wewe pamoja na familia yako na uzao wako. Watu wachache wana moyo wa namna hiyo. Na tulikuwa nasikiliza kwa umakini mjadala unaoendelea. Nimshukuru sana President wa TALTA kwanza kwa kutambua mtu kama yule, kwamba kuna mtu fulani mahali fulani alifanya jambo fulani, kwa sababu wema huwa hawakumbukwi. Na nchi yetu tunahubiri mabaya zaidi. Hapo kifungua simu yako napenda kufuatilia nani kashughulikiwa, kibaya gani kimetokea wapi. Hilo jamii yetu tuzunguka. Watu wazuri na mashujaa wa namna hii huwa hatuwakumbuki. Umetupa fundisho kubwa leo, kukumbuka, kuenzi, kuthamini kwa matendo watu wema wa namna hii. Na nimefurahi kusikia mpango wako wa kutazama namna kumwendeleza. Kutokana na kimsikiliza hotuba yake aliyotoa, unagundua ni mtu ambaye anajua anachokisema. Sijui kama wadada walikuwa wanamsikiliza kwa umakini sana, lakini huyu ni miongoni mwa wanawake ambao wanasema ni mashujaa wa nguvu kabisa, au malikia wa nguvu kabisa, anastahili kabisa. Anatoa fundisho kwa vijana wa kike kwamba kazi yoyote ni kazi. Ni wachache kati yenu wadada mlioko hapa kwa alivyo mrembo vile dada wa watu, samani kama nakusifia na pitiliza, akakubali kufanya kazi ya malori, akakubali kufanya kazi ya udereva kwenye mabasi. Wengi tungetafuta kazi mbadala, kazi za kwa ofisini, kazi za heshima na kadhalika. Yeye hakuchagua kazi. Kwa hiyo tumezungumza na wenzangu wa TASAC, nafikiri tumekubaliana, si ndio bibie? Tutalichukua hili jambo ili mkakae chini muone namna ya kuweza kumsaidia. Nimeambiwa pengine angetakiwa kufanya diploma pale NIT. Hii ni jambo ambalo la kibinadamu ambalo naamini kwa TASAC mlivyo haliwezi kuwashindwa kulipia ada ya miaka 2 pale diploma mpaka tukaanza. Na mmefanya hivyo nafikiri mara kadhaa. Hatuwezi kuanza kuwabana michango ya wanachama ya TALTA ile wakichanga kila mwezi kupata milioni 6 wakati milioni 4 wakamsomesha. Na nakushukuru
mwakilishi wa mkurugenzi kwa kuweza kuamua kulipokea, na mimi najuaga Bi Fatuma ushindwaji jambo pale ambapo ukiamua kulibeba. Kwa hiyo President na Magombano, naomba mtafuatilia ili namna ya kuweza kusaidia mama yetu aweze kupata zile kozi ambazo pengine zingeweza kumsaidia kuendelea kuishi kutokana na mchango wake mkubwa aliyoutoa kwenye nchi yetu. Na hii inadhihirisha nini? Nchi hii ni yetu sote. Nchi hii ni yetu sote. Kwa hiyo wakati mwingine ni wajibu wetu sisi sote kushirikiana na kusaidiana, kwa sababu pia hauwezi kufahamu kwa nini Mungu ameruhusu wewe na familia yako leo muwe na afya njema. Pengine umebakishwa hai leo ili uguse maisha ya mama huyu. Ni wachache sana tunapataga nafasi ya kupumua, ya kutafakari kwa nini tunaendelea kupumua. Kwa kadri upatapo nafasi lazima utoe mchango unaoonekana kwa wenzako. Ndugu zangu, nimejulishwa malengo ya taasisi hii ni manne. Moja, kushirikisha wataalamu, ujuzi waliopata, elimu katika eneo la usafirishaji na logistics ili iweze kuwa na tija kwenye jamii yetu. Lakini pia kusaidia sekta binafsi na ya umma katika kumiliki, kudhibiti, kuendesha, kuendeleza infrastructure kwenye sekta hii ya usafirishaji. Lakini pia kutoa mafunzo kama semina, makongamano, warsha, kufanya tafiti, kufanya machapisho na kadhalika. Na nimejulishwa pia kwamba mtakuwa na jukumu lingine ambalo la kutoa ushauri wa kitaalamu. Na ushauri huo wa kitaalamu tunategemea utumike na mtu mmoja mmoja, utumike na makampuni, utumike na serikali, utumike na taasisi, lakini mwisho wa siku uende kunufaisha jamii yetu. Kwa ufupi na kwa maoni yangu, naamini kabisa kuanzishwa kwa chama hichi kuna kwenda kuwa na tija kubwa sana kwa maslahi ya taifa letu. Kama walivyo wataalamu wa fani zingine zikiwemo uhandisi, ufamasia, sheria, udaktari ambao wanasimamiwa na vyombo mahususi, hatuna budi kuhakikisha wataalamu wa fani ya logistics na usafirishaji na nyie mnasimamiwa na chombo mahususi. Kwa kutambua hilo, wizara hii inayoongozwa na Profesa Makame Mbarawa inaendelea na zoezi la utungwaji wa sheria ya usimamizi wa wataalamu wa uchukuzi. Kwa minajili hiyo, kuanzishwa kwa TALTA kumeongeza ari na uelewa wa kutungwa kwa sheria hiyo. Niwakumbushe pia, hata pale sheria hii itakapokamilika na kuanzishwa kwa chombo cha namna hiyo, bado TALTA itaendelea kuhitajika kama chombo cha kulinda maslahi ya wataalamu husika. Hivyo, natoa rai kwa uongozi wa TALTA kuendelea kufanya kazi kwa weledi na kukijenga chama chetu tunachokianzisha rasmi leo. Leo tunafungua ukurasa mpya wa TALTA katika historia ya wataalamu wa sekta ya uchukuzi. Hivyo, napenda kusisitiza umuhimu wa uongozi wa TALTA kuzingatia mawanda ya chama na kuzingatia sheria na miongozo mingine ili kuepuka kuingiliana na majukumu ya taasisi zingine. Maana kuna wakati mtu unaweza kaanza kufanya kazi ukaanza kujiona ghafla wewe ndio peke yako unatakiwa kufanya hili jambo. Yaani wengine wote hawana maana, unafanya majukumu yale, na lazima tuwe professional na tuwe specific kwenye maeneo ambayo ndio yanatuhusu. Ni vyema watu kukumbuka kwamba TALTA ina wigo mpana katika kusimamia maslahi ya wataalamu wa sekta ya uchukuzi ambayo kwa sasa imekuwa ikikua kwa kasi. Wote mnafahamu, kwa sasa uzalishaji wa wataalamu wa uchukuzi umeongezeka ambapo takribani wahitimu 3,000 wanamaliza masomo katika tasnia ya logistics na usafirishaji kila mwaka, na wataalamu zaidi ya 500,000 waliomaliza masomo wapo hapa nchini. Hivyo, kwa idadi hiyo, maana yake ni muhimu sana kuwa na chombo kinachoweka pamoja, kutumia na kuchota utaalamu wao kwa maslahi ya taifa letu. Kuongezeka kwa wataalamu wa uchukuzi hakujatokea kwa bahati mbaya. Serikali imefanya hivyo kutokana na lulu ya taifa letu ambao Mwenyezi Mungu ameitunuku kwa kutuweka kwa lango kuu la nchi 8
zilizo kusini mwa jangwa la Sahara. Hapa niwarudishe darasani kidogo ili angalau niweze kuwapitisha. Ukichukua urefu wa eneo la bahari ambalo ni kilomita 1424, kwa sasa kuna bandari ya Dar es Salaam, kuna bandari ya Tanga na bandari ya Mtwara. Bandari hizi zimeweza kuhudumia shehena zote zinazoenda nchi zinazopakana nazo. Kufanikisha matumizi ya bandari hizo, serikali imeanzisha shoroba 3 kwa kujenga barabara za kisasa. Shoroba hizo zinajumuisha ushoroba wa kati, ushoroba wa kati, ushoroba wa Dar es Salaam, Tanzam, ushoroba wa kusini na ushoroba wa kaskazini. Zote hizi hupitisha mizigo inayoingia kutoka katika bandari zetu kwenda nchi jirani kwa kutumia malori. Aidha, katika ushoroba wa kati kuna reli ya kati ambayo inaanzia mkoa wa Dar es Salaam hadi Kigoma na Mwanza. Kwa hapa nilikuwa najaribu kueleza mahusiano ya idadi ya wataalamu ambao serikali inawadahili kupitia vyuo mbalimbali na wanaohitimu dhidi ya potentiality ya nchi yetu ambayo Mungu ametujalia. Katika ukanda huu wa Afrika Mashariki hatuna nchi ambayo imebarikiwa kama sisi. Ukiangalia bandari ya Dar es Salaam peke yake ina gati karibu 11. Ukichukua mapato ambayo serikali inapata kwenye bandari zetu ambao Dar es Salaam ni almost 95%, ni karibu 40% ya mapato ya TRA yote. Sasa tumefanya maboresho makubwa, tumeongeza wawekezaji wanaoendesha. Kutokana na kuongeza wawekezaji waliokuwepo pale, ndani ya mwaka mmoja kimetokea kitu gani? Jambo la kwanza, idadi ya fedha za kikodi zimeongezeka kutoka trilioni 6 mpaka trilioni 7. Gharama za matumizi zimepungua kutoka bilioni 975 mpaka bilioni 185. Muda wa gati, yani meli kusubiri nangani, umeshuka kutoka siku 46 mpaka siku 7. Meli ikifunga nangani ilikuwa inahudumiwa kwa takriban siku 10, leo ni siku 3. Acha fedha zilizoongezeka za taasisi mbalimbali. Mzigo uliokuwepo wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani mwaka 2021, mzigo wa jumla bandari zote ilikuwa tani milioni 15.6. Sasa hivi ninavyozungumza tuko tani milioni 27. Mzigo uliokuwa unahudumiwa kutoka nchini kwenda nchi za nje ilikuwa ni tani milioni 5 mpaka tani milioni 6. Leo umefika takriban tani milioni 8, unakaribia milioni 9. Makasha yaliyokuwa yanahudumiwa wakati huo yalikuwa makasha takriban 650,000. Leo ninavyoongea na nyie yako makasha milioni 1,50,000. Maana yake ni nini? Ina maana kazi ya wataalamu wa logistics inahitajika zaidi ya hapo mwanzoni. Uwekezaji ambao serikali ilikuwa inaweka kwenye bandari haujawahi kutokea ukilinganisha na sasa. Tumeingiza bilioni 429 kukarabati na kufanya maboresho makubwa bandari ya Tanga. Tumeingiza bilioni 157 kufanya maboresho bandari ya Mtwara. Na tunaingiza bilioni 435 kwenda kujenga bandari nyingine mpya ya Kisiwa Mgao ambao kazi yake ni kupitisha bidhaa chafu tu, hususan makaa ya mawe, simenti na kadhalika. Na kama haitoshi, hii ni kwenye bahari kuu, tupo kwenye mchakato wa kuendeleza bandari ya Bagamoyo. Na kama haitoshi, serikali hii ya awamu ya 6 hivi ninavyoongea na nyinyi inajenga bandari 3 kwa mkupuo kwenye Ziwa Victoria. Bandari ya North Mwanza kaskazini, bandari ya Kemondo na bandari ya Bukoba. Na hivi ninavyoongea na nyinyi haya yote yakufanyika kabla. Katika Ziwa Nyasa tunajenga bandari kubwa kabisa, bandari ya Mbamba Bay, ambayo itaunganisha Mbamba Bay, Ziwa Nyasa pamoja na Mtwara Port. Zikiunganishwa zile, maana yake utatoa mzigo Mtwara, utaopitisha kwenye malori,
au baadaye kwenye SGR ambayo tunafikiria kuijenga, utapeleka mpaka kwenye ziwa Nyasa. Ukifikisha pale utapeleka nchi jirani Msumbiji na nchi ya Malawi. Sasa ukiangalia hiyo volume ya miaka 5 ijayo, utakuta kwamba tunazungumzia metric tons milioni 60. Ni nani wa kufanya shughuli hiyo? Ni nyinyi wataalamu ambao mmetapakaa nchi nzima. Ndio maana tunawapongeza chama hiki kuanzishwa leo, kwa sababu tuna matarajio makubwa kama serikali kwamba kinaweza kututengenezea mfumo mzuri wa logistics nzima katika taifa letu. Uwepo wa miundombinu hapo ataja hapo juu unahitaji wataalamu wengi katika mnyororo wa thamani. Wataalamu hao kama nilivyosema, watahitajika kwenye masuala ya uendeshaji wa bandari kavu, mawakala wa ushuru wa forodha, mamlaka za mapato, kampuni za logistics na usafirishaji. Kwa kutambua hiyo, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi makini wa Daktari Samia Suluhu Hassan imeipa kipaumbele cha kipekee sekta hii kwa kuitengea bajeti kubwa katika kipindi chote cha miaka 4 ya uongozi wake Mheshimiwa Rais. Bajeti hizo zimewezesha kuendelezwa na kuimarishwa kwa miundombinu ya uchukuzi kwa lengo la kuiwezesha kukidhi matakwa ya sasa na ya baadaye, kama ambavyo tutaweza kufanua kwa baadaye. Yote ambayo nilikuwa nasema yanahitaji nini? Mzigo. Na ndio maana kama kuna sekta, kuna wasomi wanapaswa kufurahia, ni nyie. Ujenzi wa miundombinu ya reli mpya kwa kiwango cha kimataifa, yani standard gauge railway, ambapo hadi sasa utoaji wa huduma umeanza kwenye kipande cha Dar es Salaam hadi Dodoma. Uimarishwaji wa reli ya kiwango cha meter gauge pamoja na vitendea kazi. Ninyi ni mashahidi. Labda niwakumbushe tu, kwa Afrika hakuna nchi yenye ubavu kama Tanzania kwenye reli ya kisasa, kwa sababu Tanzania ndio nchi inayojenga reli ndefu ya kisasa inayotumia umeme, ambao ni ya kwanza barani Afrika na ni ya 5 duniani. Inatoka Dar es Salaam kipande cha kwanza mpaka Morogoro, cha pili mpaka Dodoma vimekamilika Agosti. Na nyie nafikiri baadhi yenu mmeshapanda hivi. Nchi jirani, marais na watu mbalimbali wanakuja kujifunza kuona kwamba how this is possible in Africa. Inawezekanaje kwa Afrika? Lakini kutoka Dodoma mpaka Tabora kipande cha 3 wakandarasi wako site. Kutoka Tabora mpaka Isaka kipande cha 4 wakandarasi wako site. Kutoka Isaka mpaka Mwanza wakandarasi wako site, tena iko zaidi ya 50%. Na kutoka Tabora tena kwenda mpaka Kigoma tunaita lot 6 wakandarasi wako site, karibu anakaribia 10% sasa hivi. Na juzi, miezi michache iliyopita, Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu alitoa idhini, na tayari ninavyozungumza wakandarasi wako site wanaojenga kutoka Uvinza mkoani Kigoma kwenda mpaka Msongati na Gitega Burundi, ili kuunganisha na machimbo ya nickel. Kama haitoshi pia, tayari tumeshaanza study ya kujenga reli inayounganisha Tanga Port, bandari ya Tanga, mpaka Arusha, inayokwenda mpaka Musoma. Kazi yake ni nini? Hii itakuwa inaunganisha Ziwa Victoria na bandari ya Tanga. Kwa nini? Mambo mawili. La kwanza, tunataka mzigo mwingine upite hapa kutokea Tanga kuelekea Sudani Kusini na Uganda. Lakini mbili, tuna madini ya kutosha ya magadi soda kule Ngaruka, tuna madini ya kutosha ya nickel kule Dutwa, tuna madini ya kutosha phosphate. Yote hayo unahitaji kuyapitisha kwenye reli ya kisasa ili yafike kwa muda mfupi na kwa ukubwa wake baharini, hatimaye uyapeleke duniani. Ukizungumzia reli unazungumzia mzigo,
nazungumzia uchumi. Na kama hiyo haitoshi kwenye reli, tunaendelea bado na maboresho ya reli ile ya zamani ya meter gauge ya kawaida, tunaboresha mataaluma na kadhalika. Na hiyo inakwenda sambamba pia na TAZARA. Hivi ninavyozungumza tupo kwenye hatua za mwishoni baada ya kusaini mkataba mwaka jana kati ya marais watatu, rais wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Zambia na rais wa China, wa kwanza kuiboresha upya reli yetu ya TAZARA, reli ya uhuru, kielelezo cha uhuru, iliyoanza kujengwa mwaka 1969 ikakamilika 1975 ikiwa na urefu wa kilomita 1862 kwa maana njia kuu, ikitoka Dar es Salaam mpaka Pilimposhi. Hiyo inakwenda kufumuliwa upya. Kwa nini mnaokumbuka mwaka 1986 reli ile ilikuwa inaweza kupitisha mpaka mzigo wa tani 1,200,000, lakini hivi majuzi imeshuka mpaka 120,000, wakati uwezo iliyojengewa ilikuwa inakupitisha mzigo wa tani 500,000. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema hapana, akafanya ziara nchini Zambia mwaka 2022. Moja wapo ya ajenda ni kujadili kuhusu TAZARA. Ziara ile kazaa matunda, ndio mwaka jana wakasaini mkataba nchi tatu ili tuboreshe TAZARA upya, halafu tuongeze mzigo, tuchukue madini kutoka Lubumbashi na maeneo yote ya Copper Belt kuwapeleka duniani kupitia kwenye reli yetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nasema haya kwa sababu najua nyinyi ndio wenye sekta, au sio jamani? Ili muone jinsi mambo mazuri yalivyo. Yote haya nikiwatazama hapa, majority ni vijana. Ninyi ndio mtanufaika na matunda sasa ya miundombinu hii, pengine kuliko mtu mwingine yeye, tofauti na watu na kama Mr. President pale umri kidogo umeendaenda na wengine wengi, lakini nyewe wengi ni vijana 40, 30, 20 something. Mabibi na mabwana, maeneo mengine ambayo serikali inaboresha ni pamoja na uboreshaji wa bandari ambayo nishazisema, kama kwenye ziwa Tanganyika pale sikuwaambieni, kama vile bandari ya Kabwe, bandari ya Kalema, bandari ya Kasanga, na zote zinafanya vizuri pamoja na Kigoma yenyewe. Ujengwaji wa viwanja vya ndege na uimilishaji vilivyopo, ninyi mnafahamu Dr. Samia mwaka jana akiwa nchini Korea, chuo cha sayansi ya anga kilimtunuku shahada ya udaktari kwa kutambua mchango wake mkubwa sana kwa sekta ya anga. Kwa nini? Kwa sababu amefanya mambo makubwa matatu kwenye sekta ya anga. Jambo la kwanza, ameimarisha usalama. Unapozungumzia usafiri angani, cha kwanza ni usalama. La pili, anajenga karibu viwanja vya ndege vyote nchi nzima. Kama kuna mtu atokea kanda ya ziwa hapa anyoshe mkono. Yupo? Amna. Angekuwepo ningekuambia Shinyanga tunajenga uwanja wa ndege, tunajenga uwanja wa ndege Kigoma, tunajenga Mwanza jengo la abiria, tunajenga Musoma, na Bukoba tunakwenda kwanza kujenga uwanja mwingine mpya kabisa na mkubwa. Ukija kaskazini Kilimanjaro, Moshi yenyewe tunajenga uwanja, na pale Babati tunaanza kujenga uwanja mwingine Lake Manyara. Ukienda kusini ndio usiseme. Mtwara tunafanya maboresho makubwa ya jengo la abiria, Lindi tunajenga uwanja mpya. Kwa hiyo unaweza kuona nikianza kutaja moja moja ni karibu kila sehemu. Lakini pia serikali imenunua vifaa vya kutosheleza utoaji wa huduma za usafirishaji, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa ndege mpya hadi kufikia 16. Sasa hizi za serikali, lakini bado imeweka mazingira wezeshi. Zaidi ya ndege 467 za operators mmoja na nini zimeongezeka kwenye nchi yetu. Tumenunua rada na vifaa vya hali ya hewa, tunaboresha mafunzo, tunaboresha vyuo ili kuimarisha mafunzo, ikiwa ni kwenye vyuo vyote vya NIT, DMI, chuo cha reli na kadhalika. Ndugu zangu, kabla sijamaliza hotuba yangu, uwekezaji wa kiwango hiki ni mkubwa, unahitaji usimamizi wa hali ya juu ili uwekezaji huo uweze kuwa endelevu na ufanye wajibu wake uliokusudiwa wa kuwezesha shughuli zingine za kiuchumi na kijamii kwa
kwa taifa letu kufikia malengo yao. Ni mategemeo serikali kwamba chama hiki nitakachokizindua leo kitawaleta pamoja wataalamu wa tasnia ili kushirikisha elimu, uzoefu, ujuzi unaohusu masuala ya logistics na usafirishaji. Lakini pia naamini kitasaidia sekta ya umma na binafsi kubaini namna bora ya kumiliki, kudhibiti, kusimamia na kuendeleza shughuli zinazohusiana na logistics na usafiri nchini, na kitaandaa na kufanya semina, makongamano, mafunzo pamoja na tafiti na uchapishaji kwa ajili ya kuongeza uelewa wa wataalamu wa ndani na nje ya chama, hasa wafanya maamuzi, na kitatoa ushauri wa kitaalamu kwa taasisi za umma na makampuni binafsi yanayofanya shughuli za logistics za usafirishaji pale itakapohitajika. TARTA ikiyafanya haya niliyoainisha itachangia na kusaidia uwekezaji unaofanywa na sekta ya umma kuwa endelevu na chachu ya maendeleo ya taifa letu. Aidha, serikali itaweza kufanya maamuzi sahihi kutokana na tafiti ndogo na kubwa zitakazokuwa zinafanywa na wataalamu hawa kwa kushirikiana kwa karibu na vyuo vya kitaalamu ambavyo vimeelezwa na Rais wa TARTA. Vile vile, uwekezaji unaofanywa na sekta binafsi nao utanufaika kwa kuwezesha kufanya maamuzi stahiki kutokana na ushirikiano wa karibu kati yao na chama hiki, ikiwa ni pamoja na kutumia matokeo tafiti kubwa na ndogo zitakazofanywa na wataalamu hawa katika kuboresha huduma za usafirishaji nchini. Na kwa msingi huu nichukue fursa hii kupongeza uongozi wa TARTA kwa kuandaa hafla hii ya kuzindua chama hiki cha wataalamu wa logistics na usafirishaji nchini ambacho kitachangia na kuwezesha ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Hongereni sana. Sasa nitapenda kuzungumzia masuala ya uendeshaji wa TARTA kama taasisi iliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria. Niwakumbushe viongozi, bodi na wanachama kuzingatia katiba ya TARTA kila wakati ili kuepusha migogoro, migongano na kuhasimiana nyie kwa nyie. Aidha, niwakumbushe tena umuhimu wa TARTA kushirikiana na vyama vingine vya kitaalamu na taasisi za serikali kila inapohitajika. Kumbukeni kwamba wizara ndiyo msimamizi mkuu wa TARTA, hivyo endeleeni kushirikiana nayo kila wakati. Niwakumbushe pia mnamo tarehe 9 Novemba 2024 nilishiriki, anasema Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri anasema, niwakumbushe pia mnamo tarehe 9 Novemba 2024 nilishiriki katika mkutano wenu uliofanyika kwenye ukumbi huu ambapo nilitoa ahadi ya kushiriki katika shughuli ya ufunguzi katika tarehe na muda ambao mngepanga. Hivyo leo ninayo furaha kushiriki katika hafla hii ya uzinduzi wa TARTA pamoja nanyi. Huyu ni waziri anaongea. Si mnajua nikisimama si mnamwona yeye, sio? Msinione mimi, mwangalieni yeye na picha yake nimeona iko pale. Rai yangu kwa TARTA, nitoe rai mbili. Moja, uongozi wa TARTA kujikita katika kusimamia weledi na kuwaunganisha wataalamu kama ilivyo kwa vyama vingine vya kitaalamu. Lakini pia wataalamu wa sekta ya uchukuzi ambao hawajajiunga na TARTA wafanye hivyo ili kukiimarisha chama chetu. Haiwezekani mkawa na watu karibia huko 500 halafu wanachama pengine wako 500. Haiwezekani. Taasisi zinazotoa huduma ya uchukuzi kujiunga na chama hiki kama taasisi kwa kuwa katiba naamini inaruhusu. Taasisi za umma na binafsi kuwaruhusu wataalamu wa uchukuzi walio chini yao kujiunga na TARTA ili kuboresha utendaji wao. Na kama mnavyoona leo tumepokea taarifa ya mafunzo ya wataalamu yaliyofanyika wiki hii kwa ajili ya kuendeleza wataalamu, na wapongezeni sana. Lakini pia chama ni vyema kikakaa chini na kuja na majawabu ya mambo muhimu. Mfano kama asubuhi tulikuwa tunazungumza na kiongozi wenu, president wenu, kwamba mnapofikiria kuwa na chama muhimu kama hiki kwa taifa letu, fikirieni namna mnavyokwenda kuwa na majawabu ya changamoto kuu kwenye nchi yetu. Tukawa tunazungumza mfano, sisi wote tumesoma shule za vijijini za kawaida tuseme. Kiacha wachache walipata kusoma fursa shule zile ambazo ni za kulala huko unapelekwa na magari. Idadi kubwa ya wanafunzi wa Kitanzania wanateseka kutoka nyumbani kwenda shuleni. Je, ninyi hamwezi kufikiri mkaenda mkafanya tafiti kujua baiskeli ukinunua Embark
ukapunguza pengine kodi pamoja na vitu vingine, haiwezi kupata bei ndogo? Hamwezi kuja na mpango serikalini mkatoa wazo kwamba serikali pengine ichangie kiasi hiki na mwananchi achangie kiasi hiki, ili vijana wote vijijini au watoto vijijini wanaosoma mbali upate usafiri? Au je, hamwezi kuja na wazo la kusema tuanzishe kiwanda hapa nchini ambacho pengine kitapelekea baisikeli hizo zikawa kwa bei ndogo? Kwa kufanya hivyo, mtaokoa maisha ya watu wengi. Mabinti wetu wengi vijijini, kutokana na umbali mrefu, kilomita 7, kilomita 5 kutoka nyumbani kwenda shuleni kila siku, wanajikuta kwamba navumilia kwanza mpaka la 7, akifika form 1 kuna kabodaboda kanampa lift siku ya kwanza, wiki nzima ya kwanza, wiki ya pili, baadaye kabodaboda kanamletea chipsi. Baada ya hapo ndoto zake zinakatika. Kwa ni vyema mkaja na mawazo endelevu na yenye kusaidia taifa letu kukwamua matatizo ya namna hiyo. Lakini pia tazameni maboresho mbalimbali. Kwa mfano, tumeona Bihawa hapa alipata changamoto akiwa kazini. Je, ninyi mnafikiri ajali zinasababishwa na nini? Inasababishwa na vyombo, inasababishwa na kitu gani? Je, mnakuja na solution gani? Wakati mwingine sisi serikali tukitaka kuwasikilizeni mawazo mtakao kuja nayo. Kwa mfano, kuna wakati mtu anasema mbona barabara zenu ni mbovu? Je, kwa nini msifikirie mkaharakisha tukawa na chombo ambacho kinaratibu barabara zetu, kwa barabara hii pengine na changamoto hii, serikali tunawaambieni kamilisheni tu, si kama TANROADS. Kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ninyi mmekuwa ni mashahidi, unapita pengine kwenye hizi njia zetu, shimo lile kila mtu paka analizoea, wananchi wanalalamika, na nyinyi wataalamu mpaswa kulalamika. Ninyi mnapaswa kuja na majawabu, ushauri technically, fanyeni hiki ili kuondoa ajali barabarani. Sisi kama serikali tutakuwa tayari, na wakati wote serikali imekuwa tayari na sikivu kusikiliza wananchi na watu mbalimbali. Lakini pia niwaombeni pia msimamie kuhakikisha kwamba madereva na wafanyakazi katika sekta hii waliopo kwenye private na kwenye public, sekta ya umma na binafsi, wanapata maslahi yao. Na nitumie nafasi hii kuwasihi wamiliki wa vyombo mbalimbali, wa magari na kadhalika, mabasi, malori na kadhalika, kuhakikisha kwamba tunazingatia maslahi ya wafanyakazi. Ametueleza mama pale kwa ufupi jinsi ambavyo umuhimu wa kuweka ile fedha kwenye mfuko wetu wa Workers Compensation Fund ambayo inaweza kumsaidia mtumishi akipata changamoto kama hizo ambazo amezieleza. Wako ambao unajua hawatekelezi haya. Chama chetu kwa sababu kinaunganisha wanachama mmoja mmoja na taasisi na makampuni na baadhi nimeita leo, lazima kwenye eneo hilo msifungie macho. Waoneni huruma wafanyakazi hao ili wapate haki zao. Fikirieni mambo hayo yangekuwa yanawapata nyie, je, mngefurahia? Nafikiri tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya jambo jema sana. Ndugu Rais wa TALTA, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, baada ya kusema hayo machache, kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, nipo tayari kuzindua Chama cha Wataalamu wa Logistics na Uchukuzi rasmi leo. Kuna hivyo
wakurugenzi wa taasisi zilizo chini ya wizara pamoja na wakuu wa vyuo vya mafunzo, karibuni mbele tafadhali. Naomba tuache vitu vyetu aidha kwa chini au kwenye meza au kwenye kiti, na naomba tupitie kwa upande wa kushoto na tutashuka kwa upande wa kulia. Karibuni katika jukwaa hili tafadhali. Kamati tendaji ya chama, viongozi watano pamoja na wajumbe, naomba tafadhali mtoke katika maeneo ambapo mmeketi, nanyi msimame eneo la karibu ili muweze kupanda katika jukwaa moja kwa moja, na tunavyowapigia makofi wakurugenzi wa taasisi mbalimbali za wizara pamoja na wakuu wa vyuo vya mafunzo. Asanteni sana, messages zimezisikia hapa, na baada ya picha hizi naomba niwashushe tafadhali kwa kushoto kwangu. Mwelekeo ni mwisho wa jukwaa, na karibuni sana kamati tendaji ya chama.